ile shughuli ambayo Mheshimiwa Rais alisimamia kipindi kile, Royal Tour, iliweza kuwasaidia kiasi gani katika sekta ya utalii? Ile Royal Tour ilikuwa ni sehemu kubwa sana ambapo ilituweza kutufungulia njia kama watu ambao tunafanya kazi ya utalii, kwa sababu naamini kutoka Royal Tour mpaka hivi sasa tulipo hatujawahi kufikiri rekodi ya kuwa na idadi kubwa ya wageni kiasi hicho ambao tuko nayo. Labda nichukulie mfano kwa sehemu ambayo nimebezi, kwa mfano upande wa mlima Kilimanjaro. Ndio. Before tulikuwa tukipokea kwa mwaka mzima idadi ya wageni zaidi ya 30,000. 30,000 kushuka chini. But since the Royal Tour ilivyofanyika na Mheshimiwa Rais, mambo mengi yamefunguka hapo. Kwa sababu sasa hivi tunakwenda mpaka watu 70,000 mpaka almost 100,000 kwa mwaka mzima. Kitu ambacho ni kikubwa na kina saidia kwa sehemu kubwa sana. Ongezeko kubwa sana kutoka 30 mpaka 70. Yeah, namba hiyo ni ongezeko kubwa. Ongezeko kubwa sana. Na unazungumzia namba hapo. Numbers. Almost karibia zaidi ya mara 2. Namba huwa zidanganya. Ni kweli. Kwa hiyo kwa tafasiri, maana yake hapo umezungumzia kwa Kilimanjaro, kwa tafasiri rahisi nitaiweka mimi labda. Ndio. Bado kuna umuhimu wa kuongeza promotion kwenye eneo hilo, kwa wewe unavyofikiri? Naweza nikasema kwa sehemu kubwa sana. Sasa hivi ukiangalia documentaries nyingi ambazo zinafanyika ni kwa ajili ya kuelezea mbuga za wanyama na vitu kama hivyo. Lakini hakuna serious documentaries ambazo zinaelezea mlima Kilimanjaro na kuweza kuwa influence watu kwenda kupanda mlima Kilimanjaro. Nyingi utakutana nazo ni kutoka nje za wageni, lakini kwa wazawa hiyo kitu kidogo ni changamoto. Lakini naamini kukapewa nafasi kubwa sana ya kuipromote mlima Kilimanjaro zaidi ya tunavyofanya sasa hivi, kuna possibility kubwa sana tukawa na wageni wengi kupitia hata hizi hifadhi ambazo zingine zinatembelewa. Nafikiri nini kinakwamisha yaani tusifanye hivyo, au tunashindwa kufanya hivi? Kwa sehemu kubwa ni jinsi ambayo sisi tuna promote. Tunashindwa kuwaweka watu aware ni namna gani unaweza kupanda mlima Kilimanjaro, ni vitu gani unaweza kuzingatia wakati unapanda mlima Kilimanjaro. Watu wengi wanakosa ule utayari. Mtu anaona kama ile mimi nitakuwa na riski maisha yangu. Kuna mtu ukikutana naye ukimuelezea kwamba twende tupande mlima Kilimanjaro, anakuambia hapana, mimi sina huo uzoefu, siwezi nikafanya kitu kama hicho. Kwa hiyo awareness watu wanatakiwa wapate weke kwenye mindset zao.